Ndio. Bado sijaanza. Funa kuna nichonganisha hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni Gospel Shift na leo mpo na mimi Rebecca Mshungu. Niko pamoja na mwenzangu hapa Sabri Salmin. Humu ndani leo tunaendelea na mada yetu ambayo tulikuwa nayo kipindi kilichoisha. Mada inaenda kwa nini watu ambao wameokoka hawana mafanikio sawa na watu wa mataifa. Tuna mgeni wetu leo ambaye anaweza akatuelezea zaidi ni kwa nini. Lakini last time tulielezewa kuhusiana na vitu vingi hapo, ila leo atatupa namna ambayo watu waliookoka wanaweza kufanya ili kuweza kuyapata hayo mafanikio. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Unaweza ukajitambulisha kwa majina yako? Ndugu mtazamaji, kwa jina naitwa Pastor Philippo Stanislaus wa kanisa kuu la Pentecoste Worship Christian Cathedral of Tanzania. Tupo hapa mjini Mwanza, maeneo ya Nata. Karibu kwa kusikiliza kipindi hiki. Amina. Mtumishi wa Mungu, kipindi kilichoisha tulikuwa na mada yetu ya kwa nini watu ambao wameokoka hawana mafanikio sawa na watu wa mataifa, yani watu ambao hawajaokoka. Sasa kuna vitu vingi ambavyo ulielezea katika kile kipindi, ila leo tunatamani utuelezee zaidi hawa watu ambao wameokoka wanatakiwa kufanya nini, au ni wapi ambapo wanakosea na wanatakiwa kujirekebisha ili waweze kupata hayo mafanikio ambayo ni sawa na wale watu wa ulimwenguni au watu wa mataifa. Asante sana mtangazaji. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, kama tulivyozungumza siku iliyopita, siku ya Jumanne, tulizungumzia mada hii, lakini leo tunajikita kupata kwa nini, yani tufanye nini ili watu ambao tumeokoka tuweze kwenda sawa na watu wengine ambao hawana Kristo katika mafanikio yao. Na nilijaribu kuzungumza vitu vingi, nikasema tunapishana kitu kimoja, tuna watu ambao hawajaokoka. Tunapishana kuacha dhambi, kutokutenda dhambi. Amina. Kutokutenda dhambi. Lakini mambo mengine yote tuko sawa. Kwa mfano, wanahitaji kuendesha gari, hata sisi tunahitaji kuendesha magari. Wanahitaji kusomesha watoto kwenye shule nzuri, na sisi tunahitaji kusomesha watoto kwenye shule nzuri. Kwa hiyo upande wa mafanikio ya kifedha hayaangalii huyu kaokoka au huyu hajaokoka. Ukweli mwenyewe, kila mtu anahitaji kuwa na fedha, anahitaji kuwa na pesa, na sio ndogo. Tulisoma Biblia ikasema wale watu waliotangulia nyuma, wakina Ibrahim, wakina Daudi, walikufa wameshiba heshima, fedha na mali nyingi. Kwa hiyo Biblia inatuthibitishia kwamba kumbe kufanikiwa kwa mtu aliyeokoka ni jambo la msingi, jambo la muhimu. Okay. So nimeambiwa nizungumze kwa habari ya tufanye nini. Tufanye nini ili tuweze kufanikiwa sawa sawa na wale wa mataifa. Nafikiri kitu cha kwanza tusome maandiko matakatifu yatuelekeze wapi tunapokwenda. Tuangalie Wathesalonike wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 10. Tuangalie hapo tuone Biblia inasema nini kwa mtu wa Mungu. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 10. Mstari wa 10, neno la Mungu linasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwako kwenu tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Hebu endelea. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunaona huyu ni mtume wa Mungu au mtumishi wa Mungu Paulo. Anazungumza na watu wa Wathesalonike, kwa Wathesalonike. Anajaribu kuwaelekeza kwamba ni muhimu sana watu kufanya nini? Kufanya kazi. Watu wafanye kazi. Na anasema mtu afanye kazi, ale chakula chake
Mwenyewe. Anamaanisha nini? Yaani anapozungumza ile chakula chake mwenyewe anagusa pesa. Okay. Sawa? Anagusa pesa, ukanunue chakula, ukanunue hiki. Na si tu chakula, ukipanua hilo andiko linaenda mpaka kwenye mavazi, linaenda kwenye maisha ya kawaida kila siku. Tulioko mjini tunajua. Ndiyo. Ukitaka maji utanunua. Ukitaka chakula utanunua, ukitaka pilipili utanunua, ukitaka limau utanunua, kila kitu. Ukiamka asubuhi pesa ndio inaongelewa. Kwa hiyo kwa mtu aliyeokoka, jambo la kwanza la kuzingatia ni kufanya kazi. Kwa mtu yoyote, awe kijana, awe mzee, awe mama, awe mtu wa namna yoyote, lazima afanye kazi ili apate pesa ya kujikimu. Amina. Kwa sababu gani? Juzi tulizungumza tukasema wachungaji sisi tumefanya makosa makubwa. Tumewafundisha watu tu kwenda mbinguni. Lakini Yesu anasema alipotuokoa akatuacha duniani. Ndio. Hatuna haraka ya kwenda mbinguni. Na tunapokuwa duniani hapa, kitu cha muhimu kuliko vingine vyote ni pesa. Okay. Unaweza kuwa na Yesu ndio, lakini kuna vitu Yesu havifanyi. Yesu unaye. Ndio. Lakini hujawahi kuona walokole wana Yesu lakini wanalala njaa? Wapo wengi. Hujawahi kusikia? Watu wana Yesu lakini wana maisha magumu totally. Okay. Hana amani, hana furaha. Hata namna ya kumwabudu Mungu wake huyo inashindikana. Ni kwa nini? Wameluzi somewhere. Yani hawapendi kufanya kazi, hawapendi kujishughulisha. Na wakati mwingine hizi injili ambazo zinakuja hizi za kizazi kipya zimewasababisha watu wabweteke. Yani mtu abweteke tu, yani mtu atamani kupewa miujiza. Akisikia miujiza, ukienda kanisani ukiinua simu juu wakiomba hela zinaingia, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo kitu cha kwanza, msikilizaji wangu unayenitazama na kunisikiliza, cha kwanza kwa mtu wa Mungu aliyeokoka ni kufanya nini? Kufanya kazi. Principle ya kwanza ni kufanya kazi. Ukishafanya kazi sasa, ndani ya kufanya kazi mule ndipo tunaenda sasa kwenye kanuni. Unataka Mungu akubariki kwa namna gani? Okay. Unataka Mungu akupeleke kiwango gani cha mafanikio? Tukiwekwa hapo wote na wapagani na watu waliookoka, tukafanya kazi sawa, hawa wengine wakitoka hapo kuna namna wanafanya kwa Mungu wao. Kuna namna walivyofundishwa kwamba ukipata pesa aidha usevu kiasi fulani utumie. Lakini kuna wengine wameenda zaidi, wameenda kwa waganga, wameenda kwa mafrimason kule. Kuna namna wanawafundisha namna ya kufanya. Akipata pesa yake, hichi anapeleka kule, hichi anatoa sadaka ile, hichi anafanya hiki. Kinachobaki anakisevu, alafu anaendelea kwenda mbele. Cha kwanza mtu afanye kazi, cha pili atumie nini? Kanuni za kumsaidia kufanikiwa. Amina. So unaweza ukafanya kazi sana kwa bidii kubwa. Ukawa kama kina Petro wanasema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Hatuoni kitu. Lakini walikuwa wanafanya nini? Wanafanya kazi. So kuna watu wameajiriwa, huu ni mwaka wa 10, ni mwaka wa 5, ni mwaka wa 2, lakini hata nikwambie hata smartphone kama hii hajawahi kununua. Hajawahi. Kila akipata pesa haitoshi. Amepanga chumba kimoja pengine na chenyewe cha ovyo. Lakini anafanya kazi. Kila siku anaamka asubuhi, anaenda kazini. Okay? Kinachosababisha iwe hivyo ni nini? Mbona fulani anafanya kazi kama wewe, lakini yeye ana mafanikio makubwa kuliko ya kwako? Sawa? Swali ndo linabakia hapa. Umeona? Na unakuta kipato ni sawa pia. Ni sawa na mmeajiriwa labda kampuni moja. Yeah. Mshahara wenu unalingana. Lakini unashangaa kuna mmoja ana favor. Kuna mmoja ana kibali. Kuna mmoja ana namna akifanya mambo yanaenda. Okay. Kwa nini? Inategemea. Katika dunia hii kuna aina mbili za Mungu. Kuna Mungu yeye mdogo ambaye ni shetani, kuna Mungu yeye mkubwa ambaye ni Mungu. Ndivyo maandiko yanavyozungumza. Lakini pia kuna aina mbili za watu. Kuna mmoja anamtumikia shetani, kuna mmoja anamtumikia Mungu. Hawa watu hawako sawa tukienda kwenye mamlaka. Anayemtumikia Mungu aliye juu ana mamlaka makubwa kuliko anayemtumikia Mungu wa dunia hii tu. Lakini unashangaa Mungu wa dunia hii anakuwa na power, watu wanaomtumikia wanamiliki vitu vikubwa. Yeah, lakini hawa wanaomtumikia Mungu aliye juu tunasema ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na huyo Mungu ndiye alimuumba na shetani huyo.
Lakini unakuta sisi huku watu hawana chochote. Wana maisha ya kawaida sana. Duni kabisa. Duni. Yaani usafiri wa mwisho kanisani mtu mwenye baskeli ile. Inakuwa ni hatari. Sasa unajiuliza nini kinatokea kwa watu wa Mungu? Mbona hawana progress? Mbona waendi? Wanajing'ang'aniza kwenda hawaendi. Wanajing'ang'aniza kwenda waendi. Ni kwa sababu wanavunja utaratibu wa Mungu. Na watu pia wasipofanya kazi wakifanya kazi muda mrefu bila mafanikio na wameokoka, inawafanya kubackside. Kabisa. Yeah. Yaani wanabadilisha mtazamo. Wanamuona Mungu muongo. Wanamuona Mungu huyu, mbona mimi nimefanya hivi sijapata? Lakini ndugu mtazamaji unayetutazama hapa, ukweli mwenyewe Mungu si muongo. Anasema Mungu atabakia kuwa amini na wanadamu wote wawe waongo. Kwa nini? Kuna mambo ambayo Mungu anayafanya, lakini kuna mambo Mungu amekupa wewe uyafanye. Okay, sasa. Anasema yasiyowezekana kwa Mungu, kwa wanadamu yote yanawezekana. Unaona hiyo statement? Hapo umekosea. Unaiona? Siyowezekana. Asema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanafanya nini? Yanawezekana. Sasa okay. Mungu wetu sisi tuliookoka, mnisikilize kama umeokoka. Mungu anadili na kile ambacho hakiwezekani katika maisha yako. Okay. Yeah. Sawa? Mungu adili na kile unachokiweza. Kwa mfano unaweza kwenda kazini. Hadili nacho. Mcha kwako. Unaweza kufanya kazi, ukaweza kusave pesa zako, ukaweka akiba. Wewe ni cha kwako, sio cha Mungu. Sawa sawa. Mungu hawezi kukuambia piga mswaki, ni cha kwako. Mungu hawezi kukuambia leo vaa hivi, ni cha kwako. Yeye anasema anadili na yale tu ambayo yako zaidi ya akili yako. Kufanya kazi sio kitu ambacho kiko zaidi ya akili yako. Kusevu pesa sio kitu ambacho kiko zaidi ya akili yako. Kimo ndani ya uwezo wa nini? Wa akili yako. Leo watu ambao tumeokoka tumeprove failure kwa sababu hatukamati principles za Mungu na kuzitendea kazi. Okay, kwa hiyo hapa ni kutokufuata kanuni za Mungu. Ndio unafanya kazi, Rebeka unafanya kazi. Okay, ukipata mshahara wako unafanyaje? Sasa hapo ndo watu wanatakiwa kujua. Tunapata sawa na wale wa mataifa, lakini matokeo yanakuwa ni tofauti. Watu wanataka kujua hizo kanuni ambazo mtu anaweza akazitumia ili aweze kuyapata yale mafanikio. Nimesema juzi, nilisema hivi, sio ya uchumi haiko tofauti aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Wale wanahitaji wafanye kazi kwa bidii, wasevu kipato chao. Sawa? Ndio. Watumie kanuni ambazo zinaweza kuwasaidia kukua katika mambo ya nini, ya financial breakthrough. Hata sisi huku tunahitaji kufanya kazi kwa bidii na kufuata utaratibu wa Mungu wetu. Anasemaje? Yaani kwamba wewe umepata mshahara 100,000. Okay, umefanya kazi umepata mshahara 100,000. Kabla hujafanya chochote, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, kabla hujafanya chochote lazima mkumbuke Bwana Mungu wako. Anasema lete zaka kamili ghalani ili kiwemo nini? Chakula. Alafu hapo chini anasema utaona kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni nini? Baraka. Baraka ni nini? Na hapo ndipo watu wengi wanakwama makanisani. Hawa walokola, hawa wapendwa, hawa wapendwa wangu, hawa ni wajanja sana kwenye hela, na ndio maana hawatoboi kwenda mbele. Okay. Ukipata 100,000, yani mimi hapa nikipata 100,000, ninajua hela ya Mungu ni shilingi 10,000. Sawa? Natoa shilingi 10,000 naiweka pembeni, na baki na shilingi 90,000. Hiyo ndio ya kwangu. Okay. Hiyo 10,000 kwa nini naitoa? Hapo chini kuna mstari unasema nitamwagieni nini? Baraka. Alafu hata pasiwepo pa kutosha kuweka nini? Kwenye gara zenu mtafanikiwa hata mkose pa kuweka vitu vyenu. Kwa sababu baraka sio hela. Naambia unajua nimebarikiwa. Baraka ni mafanikio zaidi ya pesa. Okay. Kibali ni baraka. Sawa? Sawa. Kuinuliwa ni baraka. Kupendwa na bosi wako ni baraka. Yaani baraka ni kitu likubwa sana ambalo ndani yake ndo unapata pesa, unapata kile, unapata kuaminiwa, unapata hiki na kile.
Umeona? Sasa mtu ukisema baraka anaangalia pesa. No. Kabisa. Watu wengi wanajua kuna mtu ana hela lakini hajabarikiwa. Anaishi maisha ya hovyo na mtu ana nini? Ana pesa. Ana pesa lakini maisha yake yako haya yako vizuri. Tunapozungumzia baraka tunazungumzia kitu kikubwa. Kwa mfano, Mungu akamwambia Esau, nenda kaniwindie uniletee chakula kitamu nikubariki. Kwani Esau hakuwa na hela unafikiri? Kwani Mungu alipombariki Yakobo baada ya kufanya ujanja kabla Esau hajaja, Yakobo akajifanya kama Esau, akaenda kwa baba yake akambariki, unafikiri alimpa mashamba? Hapana. Alimpa hela? Hapana. Alizungumza nini? Maneno. Alitamka maneno yaliyobeba hatima ya nani? Ya Yakobo. Okay. Asema utainuliwa, utafanikiwa, kile utakachokifanya kitabarikiwa. Hivyo hizo ndio nasema nini? Ni baraka. Kwa hiyo lazima sisi tuliokoka tujue kwamba cha kwanza ukishapata pesa yako hii hapa ya mshahara au umefanya biashara umepata, cha kwanza unatoa zaka, unaweka pembeni. Okay, hiyo ndio principle ya kwanza. Ndio principle ya kwanza. Okay. Katika ule mshahara wako unabakiza shilingi 90,000. Tulikuwa tumechukulia 100,000. Yeah. Wanasema hivi, 90,000 iliyo na Mungu ndani yake inafanya mambo mengi, imebarikiwa, unaweza kufanya vitu vingi kuliko 100,000 iliyo na shetani ndani yake. Hii ni kwa namna gani hapo baba? Unaweza ukatuelezea? Okay, tunaposema kuwa na shetani ndani yake, pesa ambayo haijatolewa zaka ndani yake kuna adui. Sawa? Ukishika tu hivi, mara umeugua malaria, mara upele umetokea, usijui umetokea wapi, mara sijui umejikwaa ukucha umetoka, umeenda hospitali. Yani ni pesa ambayo ndani imebeba laana. Pesa ambayo haijatolewa zaka ndani yake imebeba nini? Laana. Okay. Ndio maana ukiipata mama yako anakupigia simu, halo mwanangu, yani usiku sijalala, nimepima UTI 30,000. Inabidi utume nini? Utume pesa. Kwa hiyo ile hela inaisha bila utaratibu, bila mpangilio. Ikishaisha magonjwa yote, shida zote zinakoma. Okay. Unaanza tena sasa mwezi wa pili. Unasota siku 30, ukiipata tu hivi kuna kitu kinatokea. Au ukikaribia kuipata. Sawa? Ndio. Lakini shilingi 90,000 ambayo umemheshimu Mungu kwa ile shilingi 10,000. Niliwaambia juzi, Mungu sio maskini. Hatutoi kwa sababu Mungu ni maskini. Tunatoa kwa sababu Mungu tunampenda. Lakini namba 2, tunatoa kwa sababu Mungu anataka mioyo yetu. Okay. Kwa sababu moyo, asema palipo na hazina ndipo palipo na nini? Na moyo. Kwa hiyo hela yako inakoelekea ndiko moyo wako unaenda. Okay. Kama unamtolea Mungu pesa yako, moyo wako unamwelekea Mungu. Sawa sawa. Kwa hiyo iko hivyo kwamba walokole wengi wanachenga sana kwenye kumtolea Mungu. Yaani anayenisikiliza huyu anajua kabisa kwamba huwa anatoa au anamchenga nani? Mungu. Na ndio maana unaona mafanikio yako tofauti kabisa. Umeelewa? Pastor, hapo kabla tujatoka kwenye swala la zaka, kwa natamani kuuliza kitu hapo. Kwanza labda kuna mtazamaji wetu aelewe zaka ni nini, lakini pia umuhimu wa kutoa zaka. Lakini kama unakumbuka kipindi kilichopita nilikuuliza kuhusu zaka, kwamba kuna wachungaji wengine ambao wanapinga kuhusu zaka. Wanasema ni kitu kilikuwa kwenye Agano la Kale. Agano Jipya sisi hatutoi zaka. Je, unaweza kumhakikishia vipi mtazamaji wetu hapa ambaye pia ameokoka kwamba zaka pia hata Agano Jipya tunatakiwa tutoe? Okay. Kwenye kutoa zaka, wale wanaopinga, mimi siko huko. Mimi nafikiri teolojia niliyojifunza, nilifundishwa kwamba lazima tumtolee Mungu nini? Zaka. Na kuna maandiko yanayotusababisha sisi tutoe zaka. Wale wanaopinga hawana maandiko. Ni theory ya kichwani. Ni namna wao wanaovyapeleka kwamba sheria ilikuwa hivi, sheria ilikuwa hivi. Unajua Biblia imegawanyika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sio kitabu cha sheria, ni kitabu cha neema. Sawa? Na Biblia inasema Ibrahim alitoa zaka kwa Melkizedeki. Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Salemu. Alikuwa ni mfano wa Kristo Yesu. Biblia inasema akachukua 10%, yani zaka
10%, yani kwa Kiswahili tunasema Asilimia 10% ya kile alicho nacho ya kipato chake. Akapeleka kwa Melkizedeki. Okay. Melkizedeki alikuwa ni mfalme wa Salemu, lakini Biblia inasema ulikuwa ni mfano wa nani? Wa Kristo. Alivyotoa ile zaka, maandiko yanasema Melkizedeki alichokifanya, alimpa Ibrahimu mkate na divai. Nisikilize vizuri hapo, maana ufalme unayetufuatilia. Yeye alitoa 10% ya mali yake, lakini yule mfalme wa Salemu ambaye anamwakilisha Kristo akampa mkate, akampa na divai. Maana yake nini? Mkate ulikuwa unawakilisha neno la Mungu. Okay. Divai ilikuwa inawakilisha Roho Mtakatifu. Tunaelewa hapo? So kuna connection kati ya zaka yako na neno la Mungu linalotoka madhabahuni. Sawa sawa. Ni siri, unajua hiyo ni siri imejificha. Sawa? Kwa hiyo kuna connection. Kwa hiyo lazima watu wajue kwamba Biblia imegawanyika maeneo makuu matatu. Kitabu cha Mwanzo kinazungumzia neema. Lakini baada ya neema ikaja sheria, Torati. Kutoka kitabu cha Kutoka mpaka hapa kitabu cha Malaki. Sawa sawa. Torati ikazungumzwa. Torati ikazungumza mambo ya zaka, mambo ya sadaka, haikutoa. Ilitoa wapi? Utakuta walinukuu kwenye kitabu cha Mwanzo, ambayo ilikuwa ni kitabu cha nini? Cha neema. Mwalimu wangu aliyenifundisha neno la Mungu anasema kuna vitu ambavyo vilihama Agano Jipya kupita msalabani vikaingia Agano Jipya. Agano la Kale vikapita msalabani kuingia Agano Jipya. So kwenye msalaba kulifanyika kama chujio. Msalaba ulisimama katikati ya kitabu cha Mathayo na Malaki. Okay. Msalaba hapo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo viliruhusiwa kutoka Agano la Kale kuingia Agano Jipya. Kwa mfano, Sabato haikutoka kule kuingia Agano Jipya. Okay. Agano Jipya, Sabato yetu ni Kristo Yesu. So aliye na Kristo Yesu yuko kwenye pumziko. Upumziki kwa ajili ya siku. Unapumzika kwa sababu uko kwenye, sio somo letu, lakini ninakuonyesha kuna vitu vilitoka kule vikaingia huku, kuna vitu vingine vilizuiliwa. Zaka ilitoka Agano la Kale ikapita msalaba ikaingia Agano Jipya. Kwa hiyo kwa mwalimu mzuri wa Agano Jipya hata kuzuia kwamba usitoe zaka. Sawa sawa. Hata kuzuia. Kwa hiyo msikilizaji wetu na mtazamaji wetu ajue siku tukija tutakuja na maandiko ya kutosha ili tumuonyeshe Agano Jipya inazungumzia nini, inazungumzaje kwa ajili ya nini? Ya zaka. Okay. Kitu kingine alikuwa anasema, umesema nini? Amesema kwamba zaka ni nini. Kuna mtu ambaye yupo huko lakini hafahamu nini maana ya zaka na umuhimu wa kutoa zaka. Na umuhimu wake pia wa kutoa zaka. Tumezungumza zaka ni 10% ya vitu vyako ulivyo navyo. Kwa mfano, ukiwa na 100,000, 10% ya 100,000 ni asilimia 10%. Asilimia 10 ya 100,000 ni shilingi ngapi? Ni 10,000. Hiyo ndio inaitwa nini? Zaka. Au fungu la 10. Sawa sawa. Mtazamaji, nafikiri umetusikiliza hapo. Hiyo ndio inaitwa 10%. Yani asilimia 10 ya 100,000 ulionayo ni shilingi 10,000. Asilimia 10 ya 50,000 ulionayo ni 5,000. Asilimia 10 ya 2,000 ni 200. Mtazamaji unatusikiliza hapo. Sasa hapa tunauliza ni pesa ambayo uko nayo au ni pesa ambayo umeipata kama faida? Pesa ya kwako. Ukipata mshahara ni pesa yako. Okay. Watu tunasema pesa peke yake ambayo huwezi kuitolea zaka ni pesa ya mkopo. Kwa sababu sio ya kwako. Ukizalisha ile faida unayoipata ndio unatolea nini? Unaitolea 10%. Sawa. Kwa hiyo pastor, hata kama kuna mtu amekutumia huku ukiokota 5,000 inatakiwa nanyewe itolee 10%. Ukiokota, ukibarikiwa, ukifanya kazi, unatakiwa utolee nini? Zaka. Kuna ile labda mfano kama mtu yani kuna mtu labda umemwazima pesa. Ukahamisha, yani mfano mtu anahamisha deni kutoka huku kwenda huku. Na hiyo pia unaitolea zaka? Sija kuelewa umemwazima. Mfano kama mimi namwazima mtu pesa ili nilipe deni. Au mfano kuna hawa wanafunzi ambao pia wanapewa ada au kuna yani sawa anapewa. Je, pesa kama hizo watu wanatakiwa kuzitolea zaka?
anapewa ada ya kwenda kufanyia shuleni au mtu labda amekopa ili alipe deni, na hiyo pesa pia inatakiwa itolewe zaka. Ada si ni deni? Okay. Au ni nini? Si ada ni deni anadaiwa, si anaenda kulipa. Hiyo ni deni, akitoa na iongezaje? Kwani mwanafunzi anafanya kazi? Pastor, kwa mfano hapo una kaswali kidogo ka kizushi. Ni labda ni binti yupo kanisani hivi. Alafu labda ana boyfriend wake huko, akimtumia 10,000 aende akasuke au 20,000, na yenyewe ndakiwa naye atoe zaka hapo, au hiyo hela inakuwa ni pesa haramu? Yaani si ni kwake, ametumiwa na huyo nani wake, mpenzi wake amemtumia hiyo 10,000 akasuke. Hivyo vya mpenzi tena si yaani mimi nasemea kitu ambacho anakipata ni cha kwake, anaweza akatoa sababu ni ya kwake. Sawa, kwa mfano nitolee mfano kwangu mimi, nikichukua mkopo wowote sitoi 10%, natoa 20%. Yes, nimeshakuwa katika mambo ya imani. Ukichukua mkopo yaani nikichukua mkopo mimi lazima nitoe zaka. Okay. Najua umuhimu wake, kwa sababu ninapotoa zaka ninaingia ubia na Mungu. Sawa? Okay. Ili anisaidie kulipa hilo deni bila kukwama. Ni mimi sasa, unasikia mtazamaji wangu na msikilizaji wetu, ni mimi. Yaani mimi nimekuwa machua, yaani naelewa. Sasa yule ambaye hajajua, akichoka mkopo kwa 50,000 katamsumbua kutoa shilingi 15,000 ananoa, hamna, mimi nimeshakuwa. Okay. Najua nitalipress vipi, nitafanyaje, kwa sababu najua Mungu. So niliwahi kufanya hivyo na nikamwona Mungu akanitetea, nikalipa deni kwa wepesi na kwa haraka zaidi. Sawa sawa. So haya mambo ya Mungu ni siri iliyojificha kwenye maandiko matakatifu. Pastor, hapo kwamba umesema wewe unatoa zaidi ya 10% hizo 10. Lakini kuna mstari kwenye Biblia umesema leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Hiyo 20% sio kwamba inakuwa imepitiliza, au hii zaka kamili ilikuwa inamaanisha kitu gani? Zaka kamili nafikiri ni Kiswahili tu, lakini wacha nikwambie Agano Jipya, yani sasa hiki kiko zaidi, yani ni elimu kubwa. Wewe unanitazama, ni elimu kubwa hii. Tunaenda nje ya mada hii. Yani ni nje ya mada, lakini kwa mtu ambaye amekuwa machua enough kwenye mambo ya kiroho atanielewa. Okay. Waeleze kidogo hapo. Agano Jipya hatuna 10%. Tuna zaidi ya 10%. Yaani kwa mtu ambaye ameshakuwa machua katika mambo ya imani, huwezi kupata milioni 50 ukatoa 10%. No. Okay. Kwa hiyo Agano Jipya tunatoa zaidi. Okay. Kwani damu ya Yesu ingemwagika 10%, angekufa? Hapana. Ili afe itakiwa imwagike damu nyingi zaidi hapo, ndio. Sawa? Kwa hiyo kuna watu humu kanisani, kwenye kanisa langu ambako mimi naabudia, kuna watu wanatoa zaidi ya 10%. Yaani anapata milioni inatakiwa atoe shilingi ngapi? 100,000. Anakuletea 300,000. Mwambie basi natoa 300,000 ya. Sawa. Huyo amekuwa machua enough katika mambo ya imani. Okay. Kakuwa. Sawa. Lakini yule ambaye bado ni kindigati, bado hata kutoa kwake zaka ni kwa kusuasua, basi atoe hilo 10%. Ili walau apate zile baraka. Na faida yake ni hii kwamba unapotoa zaka unaingia ubia na Mungu. Mungu anafanya kazi na wewe. Sawa. Umeona? Ndio maana nikamwambia 100,000 iliyo na shetani ndani inafanya mambo machache kuliko 90,000 iliyo na Mungu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukishatoa 50 ikabaki 90,000 hii, Mungu anaingia ubia kwenye hiyo hela. Anazuia. Hebu tusome ile Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Na hapo ndo walokole tumepigiwa sana kwenye sehemu ya hela, na ndio maana mambo hayaendi. Malaki 3:10. Malaki 3:10, neno la Mungu linasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu.
mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Unasikia hiyo point, msikilizaji wetu na mtazamaji wetu? Anasema atamkemea, atamzuia. Kuna mtu ana jina linaitwa alaye, ambaye katika hali ya kawaida kwenye macho ya kibinadamu haonekani, ila Mungu anamuona. Yani maana yake usipotoa hiyo zaka, huyu alaye atakuja kwenye biashara yako, sababu umuoni, ataharibu. So alaye ni nani? Anaweza kuwa ni hasara. Sawa. Inaweza kuwa tu ni uharibifu wa namna yoyote. Kama nilivyokuambia, unapata mshahara unaugua. Unapata mshahara, si nyumbani kwenu kumetokea nini. So unakuwa ni mtu wa makitai mtu. Yani mshahara wako haukusaidii chochote. Huyo ndiye anaitwa nani? Alaye. Sasa wewe uwezi ukamuona, ila anayemuona ni nani? Ni Mungu. Sasa Mungu anakuambia ili niingie kufanya kazi, nifanye ubia na wewe, nipambane na huyo alaye, nataka moyo wako. Sawa sawa. Na moyo wako ili niupate, nitolee 10%, nione kama kweli unanipenda. Sawa sawa. Umeona? Ndio. Okay. Mstari mwingine amezungumzia hapa, anasema atafungua madirisha ya mbinguni. Sio madirisha haya, maana alokuwa na wenyewe ni kipengele kuelewa neno. Sio haya. Sio madirisha ya nyumba. Mbinguni hakuna madirisha haya. Anazungumzia mawazo, ile divine connection ya Mungu. Sawa sawa. Divine idea. Yani unakuwa na mawazo tofauti na ya watu wengine. Yani wewe ukianza biashara, wanaona tu unaenda, unakuwa ni mbunifu tofauti na mtu wa dunia. Sawa. Watu wengi waliokoka hawana ubunifu kwenye biashara kwa sababu hawastiki kusimama pale. Hicho kitu kwao ni kitu ambacho hakiwezekaniki, hawafanyi. So wasipofanya, Mungu anazuia mawazo. Wanakuwa na mawazo ya kawaida kama ya watu wengine wa dunia. Na sasa kwa sababu wao wamejitoa kule wakajileta huku, ila wanaishi kanuni za kule, unajikuta huku baraka za huku hazitokei, hawapati matokeo. Lakini wale walioweka miguu yao wote miwili kwa shetani, wanaona wanafanyaje? Wanafanikiwa. Wanaenda hivyo. Mpenzi mtazamaji, hii ni Gospel Shift, na usisahau kucomment, kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Tunaendelea na mada yetu. Hapa tumeelezewa kitu kimoja kuhusiana na zaka, yani kanuni moja ya zaka, lakini tunaamini kuna vingine zaidi ambavyo mtumishi wa Mungu anaweza kuendelea kutuelezea. Tofauti na zaka, kuna kanuni nyingine ambayo mtu aliyeokoka anatakiwa kuitumia ili kupata hayo mafanikio. Uaminifu. Okay. Pastor, samahani kidogo kabla hatujatoka kwenye zaka hapo. Sasa kuna tofauti gani kati ya zaka na aina nyingine za sadaka hizi? Au hizi sadaka nyingine zenyewe hazihusiki sana kwenye swala la mafanikio ya mtu aliyeokoka? Zinahusika. Kwa mfano, zaka, kazi ya zaka ni ulinzi. Ndugu mtazamaji, kazi ya zaka ni nini? Ni ulinzi. Sasa unapotaka kubarikiwa, sasa unakwenda kwenye kitu kinaitwa sadaka. Okay. Sawa? Ambayo tunaipata kwenye kitabu cha Luka 6:38. Okay. Lakini hapa pia kwenye swala la zaka tumeona kuna baraka. Ziko katika ulinzi huko, si ndio kuna baraka hizo zinakuja. Neno baraka nimesema ndani yake lina vitu vingi. Sasa Mungu hawezi kukulinda wakati wewe huna hajakubariki. Analinda nini? Sawa. Wewe ulipookoka umebarikiwa tayari. Huko katika unatembea katika mbaraka wa Bwana. Shida tu kanuni umeshindwa kuzizingatia. Okay. Kwa hiyo na kwenye hili swala la sadaka tunaliona wapi ili andiko? Kwenye Luka 6:38. Luka 6:38. Neno la Mungu linasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kusukwasukwa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa na hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Sasa hilo andiko totally kabisa linazungumzia sadaka.
Okay. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya sadaka na zaka. Sadaka na zaka una tofauti. Ndio maana unaona hapa wakati mwingine tunapokwenda kumtolea Mungu, mtazamaji wangu unanitazama, hata kwenye kanisa lako unapokwenda kumtolea Mungu, utasikia matangazo yanasema leta zaka, leta sadaka. Sawa sawa. Kama una malimbuko, sio kama una sadaka za shukrani, kila kitu kina namna yake katika mambo ya kiroho. Kwa hiyo hapa tunazungumzia sadaka. Anasema kipimo utakachopima ndicho utakachopimiwa. Sawa? So Mungu hakupi ambacho hujawekeza. Okay. Kwa hiyo Mungu anakupa kulingana na unachokitoa. Umewekeza nini? Sawa sawa. Ndio anasema leteni zaka kamili ghalani, sijui toeni sadaka, sijui mtunze sijui wapi kule ambako nondo na kutwa zifiki na nini na nini na nini na nini. Kwa hiyo Mungu mlokola anafikia anapewa ambacho hajataibikia, anapewa ambacho hajawekeza. Kwa mujibu anasema kwamba unajua Yesu alisema, wengine wanafundisha wanasema hivi, Yesu akubariki kwa sababu umefanya chochote. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Lakini hakupi ambacho hujawekeza. Okay. Kwa hiyo kwa Mungu pia kuna kuwekeza. Ndio maana anasema wapeni nini? Watu vitu. Nanyi mtapewa. Sasa kama hujampa mtu vitu, wewe unapewa nini? Hawezi kupewa. Kwa hiyo ile sadaka ile unawekeza. Na sadaka ndio inaamua mafanikio yako ya kwenda juu kimapato au kushuka chini. Ndio maana anasema hapo ukishaweka sadaka unapewa kipimo cha kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa hadi kumwagika. Hicho ndicho utakacho pimiwa. Lakini hapo ni baada tu ya kutoa na wewe. Na ndio maana kuna wakati nawaambiaga watu, kwa mfano una miaka 3 kanisani, labda kwenye kanisa lako unatoa shilingi 200. Yaani wewe ni bongolala na hutakaa ufanikiwe. Okay. Na hicho ndicho kimewaferisha warokole wengi kwenye mada yenu hii mnayosema kwamba kwa nini kule wako hivi huku wako hivi. Jamaa wale wanatoa wakienda ba. Yaani wewe kama ni mlevu ukienda ba, unaita rafiki zako wote 5, alafu naambia wape bia wote hao, nalipa mimi. Wewe ukiingia kwenye gari ukakuta yumo sabuli mule, inabidi ukae wapi? Unajua ukae mbele. Konda akija ambia sawa analipa. Kuna jamaa kule, yuko wapi? Oya vipi, yuko wapi? Yaani walokole kwenye hela, na shetani ndipo hapo ametukamatia. Kwenye ubahili ule unakuwa mbahili mpaka unakuwa maskini. Sawa sawa. Kwa hiyo hapo kwenye wapeni watu vitu ni kanuni ambayo mimi kwanza nimeiweza. Yaani mimi kumpa mtu hela sioni shida. Sioni shida kwa sababu najua natembea kwenye hizi nini? Kanuni. Sawa. Na hii kwenye kutoa ni kwa kuwapa watu tu au ndo na hivi makanisani? Number 1, lete kwanza kanisani. Kwa mfano kama uko kanisani kwako, unanitazama kanisani kwako, nikuulize swali la uzushi kama mtumishi alivyosema hapa, wewe unatoa shilingi ngapi sadaka? Wewe unanitazama, wewe unatoa shilingi ngapi sadaka? Tutakutana na majibu huko kwenye comments zao. Utakuta mtu anaenda na buku. Na watu wengine, kuna watu pia wamezoea kwamba sadaka ni chenchi zile. Na nikakwambia mafanikio ya mtu yako siri iko hapo kwenye kutoa. Okay. Yule jamaa anaumwa, Yesu wanamfuata Yesu, anamwambia huyo jamaa anaumwa, kamuombea pone. Yesu wakamwambia hivi, kwanza natupenda, alafu katujengea nini? Sinagogi. Katujengea kanisa. Alijenga na nini? Na pesa. Pesa. Hiyo ni sadaka. Okay. Huwezi ukalingana na mtu anayetoa sadaka vizuri kanisani. Huwezi ukalingana naye. Sawa sawa. Wasiotoa ndio wapiga kelele wengi kanisani. Kwa watu wanahitaji kupata elimu. Hiyo. Wasijilimiti kwenye kutoa sadaka. Unajua kuna wakati mwingine mtu unakuta anashika mfukoni hela ile ndogo ndo anamtolea Mungu sadaka. Anaangalia kile kiwango kidogo. Anampenda Mungu. Na hapo hilo walokole wengi hapo wameprove failure kwenye kumtolea Mungu. Wao wanamuona mchungaji haumuoni Mungu. Ndio shida. Lakini wale jamaa mganga anamwambia sasa, sikiliza, unataka kufanikiwa wewe? Unataka kufanikiwa wewe? Kabisa wewe.
piga hapo milioni 2. Sasa hivi tunaenda kutengenezea dawa. Anapiga hapo milioni 2. Okay. Kwa hiyo tatizo lingine ni kumwangalia mchungaji. Unaangalia kama yani, unamtolea anaona anaenda kumtolea Mungu. Mchungaji. Yani hii siwezi kumpa mchungaji. Yani haelewi mchungaji anamwakilisha nani. Na kuna hizi sadaka ambazo tunazisikia huku, sadaka za ukombozi, na zenyewe zinakuwa ndani ya hizi sadaka tunazozungumzia. Hakuna sadaka ya ukombozi kwenye Biblia. Okay, sasa hii inakuaje? Sadaka ya ukombozi ni ya Yesu Kristo alipomaliza kutukomboa akamaliza. Sasa hizi ambazo tunazisikia huko, sadaka za ukombozi na nini zinaendelea. Acha wapigwe, si hata kujifunza. Acha wapigwe. Kwa hiyo hii sadaka haitambuliki. Hatuwezi kuzungumzia hiyo, haipo. Okay. Haipo, kwa sadaka ya ukombozi haipo. Alishatukomboa Yesu akamaliza. Hakuna sadaka ya kukomboa ardhi. Ardhi ilikombolewa. Yesu alikomboa kila kitu. Sawa. Yaani hakuna kilichobaki. Okay. Kwa hiyo mambo haya ya sadaka ya ukombozi, sadaka ya nini, ni uhuni tu. Mtu anataka apige hela yake aenda akalale anakitita mfukoni basi. Sawa. Mpenzi mtazamaji, hii ni Gospel Shift. Msisahau kucomment, kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Tunaendelea. Tumepata kanuni 2 hapo. Tumepata sadaka ya zaka, lakini pia na sadaka za kawaida. Mtumishi wa Mungu, kuna vitu vingine ambavyo mtu anatakiwa kufanya nje ya hizi sadaka ambazo tumezungumzia hapa ili apate mafanikio, mtu aliyeokoka. Yaani ili mtu aone wokovu wake ni mwepesi, sio kila siku anafanya kazi lakini haoni matokeo. Mtu aliyeokoka anatakiwa awe smart kwenye akili. Kuokoka ni kuacha dhambi. Sawa? Sawa. Itakuwa ni kipengele kigumu sana Mungu kubariki unaishi maisha ya dhambi. Sio principle yake. Yaani Mungu ni mtakatifu anasema. Na kila naye muamini Mungu, Mungu anamfanya yule mtu kuwa kama yeye. Sawa. Kuwa kama nani? Kama yeye. Yeye ni nani? Yeye ni Mungu. Ni mtakatifu. Ni Mungu lakini ni nani? Ni mtakatifu. Kwa hiyo shida nyingine ya walokole ni wahuni. Wanaishi kanisani wanajifanya wameokoka lakini wana njia za mkato. Okay. Ni wezi, wanaibia mabosi zao. Huko wanakofanya kazi sio waaminifu. Kanisani kwenyewe ndio usiseme sio waaminifu. Nani? Kuna andiko linasema hivi. Usipokuwa mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa ya kwako? Okay. Umeona? Kwa hiyo kitu kingine hapo ni uaminifu. Wapendwa, sio waaminifu. Watu wanakosa uaminifu katika hawana kabisa hata chembe. Ndio maana hawana kazi wengi. Ukisema kwamba mimi ni mlokole nataka kuajiriwa, kama ni mwini anakuambia hii hapana bana, hii nyoli kabisa hii. Iba. Hii hakuna kuwa na usalama dukani. Fuku za hii hamna kazi. Kwa hiyo watu wanatakiwa kujifunza kuwa waaminifu. Okay. Swala la uaminifu ni la muhimu sana. Uaminifu kwanza kwa Mungu wa mbinguni. Namba 2, uaminifu kwa watu unaofanya nao kazi. Sawa. Yaani hiyo Rebeka mtangazaji wangu inakupeleka viral, inakupeleka juu. Okay. Leo waaminifu wamepungua duniani, hata serikali inatafuta waaminifu haiwaoni. Biblia inasema ni nani awezaye kumwona mtu mwaminifu? Anasema ni mimi tu Bwana. Ninayechunguza mioyo na kujaribu viuno vyao. Okay. Watu wengi sio waaminifu. Watu wa Mungu waliokoka wengi ni wezi, wanaiba. Ukimwachia duka taiba. Ukimwachia hivi huduma labda wewe ni mchungaji ukasafiri kwamba anaiba. Sasa hiyo ni tatizo kubwa katika ulimwengu wa roho, na ndio linawafirisha warokole pia. Mungu hausiki na mtu astahili hiyo. Kwa hiyo maisha matakatifu pia yanatengeneza maisha ya mtu katika mafanikio. Kibali cha Mungu kinazidi kuwa juu yako kwa sababu unaishi maisha ya kumpendeza yeye. Pastor, hapo kwenye uaminifu, kwa mfano umeachwa dukani au upo kwenye duka. Bidhaa inauzwa 5,000, mteja akaja akamwambia bana hii inauzwa 6,000 au 8,000, akakupa. Inakuwa sio uaminifu. Au kwenye swala la biashara, mimi nimenunua shati 2,000 naenda kuliuza 10,000. Mimi nafikiri hiyo ni njia ya biashara. Kwenye biashara siwezi nikasema sana kwa sababu biashara ni kuzidiana kauli. Kuzidiana nini? Kauli. Lugha. Mimi hiyo siwezi nikaisemea sana, hiyo ni biashara. Hiyo ni biashara. Mimi nikija kwa mtangazaji hapa nikamwambia nahitaji simu yako, hata kama ninunua shilingi 50,000 akiniambia laki nikajiingiza kwenye target, hiyo ni biashara.
Biashara ni moja, atapigwa, mwingine atapata faida siku zote. Sawa sawa. Na vipi kuhusiana na hii? Siendi nje kidogo na huyu. Umeachwa hapo dukani. Bosi amekupa mali, kakwambia hii mali utauza shilingi 5,000. Wewe ukauza 6,000, ila bosi yeye pesa yake ilikuwa ni 5,000. Vipi kuhusiana na hawa anayempa bosi 5,000? Maana hii 1,000 yeye ndo alimkoroga mteja huko. Afu yeye akachukua hiyo 1,000. Unakuwa sio uaminifu pia. Hiyo ni biashara mwenzangu, hiyo ni biashara, sikudanganye mtu. Bosi akuachie, ukimpa 6,000 atakushangaa, ataona wewe mwizi, kumbe unaongezaga bei. Okay. Wewe, hiyo ni biashara. Au ndo kuna lile andiko linasema tutoe wajanja kama nyoka. Yani wokovu sio ujinga. Okay. Sawa? Sio ujinga jamani. Kwa sababu kuna watu wengine wanaogopa huko, mtu anasema ni kabisa niuze kwa faida ya zaidi ya mtaji, inakuwa ni kama vile namuibia. Hiyo ni biashara, hujamuibia. Sawa? Mmekaa mmebegaini bei, kashuka bei, umeona wewe una faida yako tena kubwa hivyo, basi unachukua ya kwako. Mimi hiyo sivisemei, ni biashara. Yani tunapoingia kwenye biashara tumeingia kwenye mchezo mwingine huo. Okay. Kwa hiyo mimi siwezi kumwambia mtu eti umeuza simu inazo shilingi ngapi 50, umeuza 50, afu kumpe tajiri wewe. Hebu tuende kwingine. Hiyo ni biashara. Walokole wamekuwa wajinga tu. Kila wakati anaenda naye, unafikiri ndio uaminifu tuseme. Kweli. Yaani mimi nimfuate mteja Lumumba. Store si kwa? Yaani duka liko hapo. Mimi niende Lumumba kule. Anataka kununua labda nini sijui, labda suruali. Nimemwambia suruali 30,000, ila bei ya dukani nimemwambia 15,000. Mimi nimemwambia 30,000. Katoa. Nichukue na 30,000 kuletee. Hiyo 30 utachukua 15,000 ukatoe zaka. Nampa ya tajiri. Hii mimi nimefanya biashara. Hiyo ni biashara jamani, hiyo ni nini? Ni biashara. Sawa. Nafikiri ndio uaminifu wao, nataka kuniambia eti ndio uaminifu. Wakati kuna walokole wanazini kila leo. Mbona kwenye kuzini kula hajaonyesha ni dhambi? Cha hiyo. Sawa. Tofauti na hapo kuna kingine labda ambacho mtu anaweza akakipata ili aweze kufanya mambo yake kwenye mkakati ambao utamletea matokeo mazuri, mafanikio. Uelewa. Okay. Lazima msikilizaji wetu kuielewa Biblia. Sawa. Kwa hiyo si kila mtu wa neno la Mungu. Na si kila mtu ni mwalimu wako. Shida ya milokole hii mitandao imedanganya watu wengi sana. Unaweza kumuona mtu madhabahu yake imepambwa, nakwambia anaongea kwa mapozi, ukafikiri ana kitu. Kwa sababu hawajui kuchambua. Ndio maana Biblia inasema tusiziamini kila roho, tuzijaribu tuone kama zatokana nani? Na Mungu. Na uongo siku zote unafanana na nini? Na ukweli. Anayeweza kuchambua hapo na kujua huu ni uongo ni yule anayelijua neno la Mungu peke yake. Okay. Sasa watu wamegoma kujifunza neno la Mungu. Lazima kupata muda wa kustadi na kumwelewa Mungu uliyemwamini ili uwekeze imani yako kwake. Usiwekeze tu imani kwa sababu mtu amesema hivi, mtu amesema hivi, mtu amesema hivi. Huyu Mungu anayetajwa, huyu umemfuatilia, umemprove, ni kweli ni Mungu, yupo kwanza, yupo. Walikuwa kama Mungu yupo. Muulize tu Mungu yupo, yani hata sielewagi. Najiendeaga tu. Haelewi. Nasikiaga kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo cha kwanza uelewa, lazima uwe na uelewa. Namba 1, uelewa wa kiungu. Lakini namba 2, uelewa wa kidunia. Hapa duniani unahitaji kuijua dunia unayoishi hii. Kinachosababisha watu wa survive kwenye dunia hii ni nini? Ni nini? Namba 1 ni hela. Sasa hujui mazingira ya kuipatia hela, wewe utaipataje? Kanuni ya kwenda mbinguni ni moja tu, hakuna zaidi. Ni moja tu, kuacha dhambi. Hiyo ndio kanuni ya kwenda wapi? Mbinguni. Wewe ukiacha dhambi, hujui neno, hujui chochote, utaenda. Si umeacha dhambi na umemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndio tiketi. Kwa hiyo wewe hapo na tiketi ya kwenda mbinguni. Si umemwamini Yesu? Ndio. Sawa, na umeacha dhambi, tiketi unayo mkononi. Sasa kasheshe
maisha ya hapa duniani unayaelewa. Una tiketi ya kwenda mbinguni ndio, lakini ile tiketi wakati mwingine hapa duniani haikusaidii. Kuna maisha ambayo yanahitaji utumie akili ya kwako. Sasa wewe unatumia kutafuta hela tiketi ya mbinguni. Unaenda kuuza mandazi, unatoa tiketi ya Yesu tu, kwamba mimi nimeokoka nampenda Yesu. Alafu unawambiaje wateja? Kuna kipindi fulani, ni miaka imepita kidogo, kuna jamaa walienda airport wakasema kuna andiko linasema tuende mataifa yote tukaihubiri injili. Hawana tiketi wala hawana chochote. Mimi ningekuwa rais au ningewafunga. Hawana akili tu, akili ikiwa ni ndogo. Yaani unajua Biblia, yani niseme dini isikuchukulie akili mpaka ikamaliza. Sawa? Napozungumza dini namaanisha mapokeo. Sawa. Vitu vingi vinavyofanyika kwenye dini wala Mungu havijui. Havijui kabisa. Ila ni mapokeo ya wakuu wa dini, kamati za dini, hivyo. Lakini Mungu akija atakwambia jamani, mimi hili silijui. Silijui. Nimesema hivi, watu wanafundishwa tu elimu ya kwenda mbinguni, lakini elimu ya kukaa hapa duniani wakayaweza maisha hawana. Sasa wenzetu kule wana breakthrough kwa sababu kila siku nasikia kuna kongamano la kujifunza uchumi. Wanaenda. Mara wanafundishwa namna ya kutengeneza pesa. Wanaenda. Wewe kila siku uko Bwiru kwenye pango siku 40. Acha kufunga, tafuta hela. Unafunga nini? Unafunga una hela, unafunga nini? Funga nini? Unatoka kule unakalia kubomu watu hela. Wewe una mke na watoto. Haya, hatukatai kufunga, basi funga kwenye akili. Wala kule wengi wakisha okoka akili zinaisha, hawezi kutafuta hela, hawezi. Fanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu, kuwa na uelewa. Fundisha akili yako kujua, fundisha mikono yako kufanya kazi. Sawa. Wekeza. Watu hawawekezi, wamekaa tu afu wanaomba tu. Pastor, hapo niulize swali kidogo. Kwa mfano mtu yupo kanisani, amefungua biashara ya kukopesha. Hizi microfinance tunaziona nyingi. Kuna sisi haturuhusi kukopeshana kwa riba. Na umefungua biashara yako, unatakiwa wakopeshe ili wewe upate faida. Kuna dhambi yoyote au hii imekaaje? Ukishaingia kwenye biashara sasa utakuwa umefanya kazi gani hiyo? Yaani una bunduki, unauza bunduki, unanunua lungu. Yaani wewe ukishaingia kwenye biashara ya kukopesha lazima uweke nini? Si unahitaji hela. Ndio. Lile andiko walisome vizuri. Na kwa nini Yesu alikuwa anamaanisha hivi? Kwa sababu unaposoma andiko lazima ulizone. Alikuwa anaandikiwa kina nani? Ulikuwa ni wakati gani? Yes. Alikuwa anamaanisha nini? Sikurupuke tu. Paulo anasema sijui usioe wakati wewe umejaa tamaa. Oa. Kwa hiyo kwenye hilo swala la riba halihusiani kabisa. Kabisa wewe. Si ni biashara, umeamua kufanya biashara. Ikisha kuwa biashara unataka faida. Au wewe ukifanya biashara hela warokoro na wapata? Hapana. Ukifanya hivyo hatutaenda mbele. Huwezi kwenda. Pastor, kwenye swala la biashara hapo, kwa sababu tunatafuta tu hela, kuna aina ya biashara ambazo sisi haturuhusiwi kufanya pia? Kwa mfano labda sasa hivi vijana wengi wana beti au tuna beti vijana wengi. Ukaona hii ni fursa na wewe ukafungua sehemu ya kubetisha, ni dhambi au imekaaje? Yaani kubeti ni dhambi kama mvuta banki. Kubeti? Yaani kubeti ni dhambi kabisa. Okay. Yaani siku moja nafikiri nitafundisha. Tukiwa hapa mkimpa nafasi. Madhara ya kubeti, kwa nini Biblia inakataa kubeti. Okay. Na ukiendelea kubeti ni kama mtu anayekunywa gongo ilishakuwa chronic mle ndani. Wote utaacha. Kubeti. Waulize wanaobeti. Hawezi kuacha. Ni kama kilevi. Kabisa ni kama gongo. Yani kwanza unaweza ukafa na pressure. Una beti papa atakayepatikana ni nani? I see. Sasa kuna biashara za kufanya. Sisi hatufanyi biashara haramu.
hatufanyi. Kwa hiyo kuna baadhi ya biashara haturuhusiwi kufanya kama watu tuliookoka. Haturuhusiwi kabisa. Kama nilisikia nabii fulani anasema eti kama una duka uza sigara, uza pombe. Huo ni uhuni. Wewe kama wewe hauvuti sigara, sumu, unamuzia mtu mwingine ya nini? Mimi nina duka kama mchungaji. Kweli niwekemo ni sigara vile vichupa vidogo vidogo vya pombe vinaitwaje? Konyagi. Hapana. Mtamfundishaje sasa mtu mwingine kwamba kunywa pombe ni dhambi, ni vibaya, Mungu hataki. Unajua, ndio maana nawaambia hii injili ya leo hii imeingiliwa na matapeli. Mtu alikuwa na hela zake akazipata kula, akanunua eneo, akaweka vyombo vya muziki, katengeneza kanisa, ni la kwake. Sawa? Kwa sababu huwezi kufanya taasisi ina watu wazima na akili zao ukawaambia mlokole kuuza pombe sio tatizo. Watahawaku. Sasa kuna hawa ambao wameajiriwa. Mfano mtu amesomea marketing. Amesomea masoko, lakini ameajiriwa kwenye kampuni ambayo inauza hivyo vilevi. Hiyo inakuwaje? Yeye anafanya kazi ya sales, kusambaza mizigo. Amesomea, ni kitu ambacho amesomea, lakini amepata kazi kwenye kiwanda ambacho kinazalisha hizo pombe. Hiyo inakuwaje? Mimi nafikiri una Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amue ndani yako ya moyo. Tunapokuwa na Roho Mtakatifu, kuna vitu vingine havijibiwi na wachungaji. Roho Mtakatifu anazungumza ndani kwamba hiki unachokifanya kwa kweli mimi unani kwaza au fanya. So ndio maana nasema amani ya mioyo yenu iamue. Sawa. Kuna vitu tunasema amani ya moyo wako iamue. Basi. Pastor, na swali hapo kidogo, tarudi nyuma huku. Kuna umuhimu wowote wa kuihusianisha sadaka pamoja na imani? Kwa sababu kipindi kilichopita ulisema wale jamaa wa kule wao wakiambiwa wafanye kitu upande ule wanafanya, wanaamini, ulisema kwamba wanamwamini shetani kinoma. Kuna umuhimu wa kuhusianisha swala la sadaka na imani? Kwa sababu mambo yote ya rohoni yanatokea kwa imani yote. Kwa hiyo chochote unachokifanya, iwe ni sadaka, iwe ni zaka, iwe ni shukrani, iwe ni malimbuko, iwe ni chochote, lazima uweke nini? Imani. Usipoweka imani, hakuna kitakacho tokea. Biblia inasema hivi, ukifanya jambo lolote pasipo imani ni dhambi. Yaani ukifanya jambo lolote bila imani ni nini? Ni dhambi. Kwa hiyo jambo lolote katika roho, yani katika Mungu, lazima uweke nini? Imani ndipo litokee. Haliwezi likatokea bila kuwepo nini? Kuwepo imani. Ndio maana wale jamaa, watu wa huko, mimi naweza kusema wana imani kuliko hata walokole. Sawa? Yaani wale jamaa, kuna mama moja nilikuwa namfanyia counseling. Akaniambia alienda kwa waganga, alikuwa zai. Akamwambia alienda kwa waganga kule, wakamuomba milioni 2 ili apate mtoto. Akaenda akatafuta milioni 2 akapeleka. Sawa? Sasa msikilizaji wangu, nisikilize vizuri hapo ujifunze kitu. Alipopeleka hiyo hela kule, kuna kitu hakikutokea kama alivyokuwa na tarajia. Akaja akanisimulia, nikamwambia kule ulitoa milioni 2. Ulitoa kabisa? Nikamwambia huku toa milioni 1 ili nikuombe. Hakutoa na hakurudi tena. Imagine, angalia. Kule alitoa. Sasa nitafuta mtoto. Amekuja huku nikasema ile madhabahu ya kule ulitoa milioni 2 imeshindwa. Mimi toa milioni 1. Hii ya kwangu haitashindwa. Kutoa kaenda jumla. Akasema tutawasiliana mpaka leo hii. Sasa hapo inakuwa ni imani ndio haijafanya. Imani akuamini kabisa. So, ni kwa sababu hakupata matokeo mwanzoni au alikuwa hana imani? Iko hivyo tu. Watu wengi kule kwa ibilisi wanatoa sana. Lakini huku kwa Mungu, ndio maana vimakanisa vya kirokole viko vina makaratasi, vina majamvi, viko vya ajabu. Sawa? Kwa nini? Huku watu hawatoi. Sasa na hapo ulipomwambia akupatie hiyo milioni 1, ulikuwa unamaanisha au ulitaka kujaribu? Nilikuwa namaanisha sana. Sana.
Acha wewe ujinga, watu wanakuambia eti mchungaji wanatuibia hela, imeandikwa umepata bure toeni bure. Kweli imeandikwa hivyo. Sawa? Kwani hapa tunafanya nini? Si ni injili? Ndio. Tunatangaza injili. Hakuna sehemu mmegaramika nyinyi? Tumegaramika. Kwani mgaramika wakati ni bure? Yaani kuna mtu ni kama limekatwa kichwa. Eti wachungaji wanatuibia hela. Sikiliza mama, iko hivi. Mchungaji anakesha anatafuta upako. Kazi ni kutafuta upako. Nikija kukuwekea mkono Mungu akafungua milango, wewe una kazi gani? Si una kazi ya kwenda tu kazini kufanya kazi. Una kibali, una nini? Umefanya biashara, mtaji umekuwa. Lakini mimi nimefunga, mimi nimeomba, mimi siji nini. Kwanza kusikiza sauti ya Mungu yenyewe ni kipengele. Unaweza kusikiliza mapepo. Okay. Unafikiri kila mtu anasikia sauti ya Mungu? Hapana, sio kila mtu. Kwa hiyo nilikuwa nimemaanisha kama Kura alitoa milioni 2, kwani huko asimtolee Mungu hata milioni? Kwa nini? Kwa nini asitoe? Na hapo ndo kipimo cha imani kilivyo, kwamba watu wanaamini sana kwa upande ule kupata matokeo makubwa. Alafu na watu wengi sana wanawekeza kwenye ishara na miujiza. Yaani mtu anategemea kwamba akitoa hapo hapo apokee kitu. Kwani mbona wala hawasemwi kwamba wanawaibia? Hebu angalia uongo wa shetani. Wale waganga wasemwi, na waganga kwa mwenyewe wanapiga hela. Sasa hivi hiki kipindi cha uchaguzi hiki kipindi cha uchaguzi kinakaribia. Tunaogombea madiwani, wabunge, viti maalumu watachanjwa chari kama wewe. Okay. Na watatoa nini? Watatoa pesa. Lakini ukija kwangu mchungaji anambia okay, mimi nataka kuwa diwani mchungaji. Nataka niombe, nakwambia bwana tuletee mifuko 10 ya simenti. Mchungaji gani huyu? Mchungaji anataka pesa. Muhuni huyu. Mwizi. Sio mwizi. Kama kule unatoa, kwani huku usitoe kwenye madhabahu ya huku? Watu wanajua vya Mungu huwa ni vya bure. Nani alikudanganya? Nani alikudanganya? Kupata upako mpaka usote. Okay. Mungu afanyagi vitu kinamna yeti vya bure. Kwa Mungu kuna vya bure. Bure wapi? Pastor, kuna umuhimu wa kuitambulisha fedha yako madhabahu ambayo unatumika nayo? Kwamba kuna umuhimu wa kuitambulisha pesa yako madhabahu ambayo unatumika nayo? Ni muhimu mkubwa sana. Lazima pesa yako ijue Mungu wa madhabahu yako unakotumika. Okay. Lazima ujue, wewe mwenyewe ujue. Yaani unavyotoa sadaka zako na zaka zako ndo kuitambulisha pesa yako kwa Mungu unayemtumikia pale. Sawa sawa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo tu ya kutoa zaka pamoja na sadaka. Unatoa unaamini kwamba Mungu huyu alio kwenye madhabahu atanifanikisha tu, atanibariki. Sasa watu hivyo vinakuwa viko mbali sana. Watu wa Mungu wanafanya wanaacha, wanafanya wanaacha. Ndio maana unaona mafanikio yanaenda hivi afu yanashuka mpaka chini. Yanaenda juu yanashuka mpaka chini. Hayana mwendelezo. Hayana mwendelezo. Okay. Baba, tunakushukuru sana. Asante sana kwa vitu ambavyo umetufundisha siku ya leo. Ninaamini kwa mtu ambaye ameokoka kuna kitu amepata. Kuna vitu amejifunza na vitamsaidia kujua ni kwa nini alikuwa anakwama hapo alipo. Tunaomba labda kama kuna kitu ambacho unahitaji kuongea au kuwashauri watu au kuna taarifa ambayo unataka kutupatia, karibu. Mimi msikilizaji wetu na mtazamaji wetu ni shauri tu kwamba kuokoka ni ushindi. Kuokoka ni mafanikio, kuokoka ni maendeleo. Amina. Na ukiokoka vizuri, Mungu uliye naye anakufanikisha. Okay. Ukawa mwaminifu kwa Mungu huyo, ukawekeza imani yako kwa Mungu huyo, ukawa na uelewa kwa Mungu huyo, hautafanana na watu wengine wa dunia. Mungu atakutofautisha. Okay. Sawa? Ukiweka duka lako katikati ya wachawi na washirikina, atakutofautisha. Ukifungua biashara yako somewhere, atakutofautisha. Kwa sababu nguvu ya Mungu uipimi na nguvu ya ibilisi. Uipimi na nguvu ya Freemason. No. Uipimi na sijui na uchawi na ushirikina. No. Mungu ni zaidi ya hapo. Okay. Kwa hiyo inashangaza kuona watu wa Mungu tumeokoka, tuna miaka 5, miaka 10, lakini maisha yetu hayabadiliki. Ni jambo la kushangaza. Hata Mungu mwenyewe anatushangaa.
Ndio maana unaona watu wanasema mbona wapagani wanafanikiwa, sisi hatufanikiwi. Swala sio Mungu, swala ni mtu binafsi, wewe mwenyewe. Unamjuaje Mungu wako? Paulo anasema ninamjua Mungu niliyemwamini. Anajivuna, ninamjua Mungu niliyemwamini. Wakina Ibrahim wanajivuna Mungu waliyemwamini. Wakafu wameshiba siku na mali na fedha na dhahabu. Leo ni wachache tu. Kwa hiyo mimi, ndugu msikilizaji, unanitazama na kunisikiliza hapa, tia bidii kumjua Mungu uliye naye. Ana nguvu kuliko mapepo, ana nguvu kuliko Illuminati, ana nguvu kuliko Freemason. Na ukikaa naye vizuri, utabakia kama jinsi ulivyo. So Mungu akubariki sana. Amina. Mpenzi mtazamaji, tunakushukuru kwa kutufuatilia kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipoishia. Ulikuwa na mimi Rebecca Mshungu pamoja na mwenzangu Sabri Salmin. Usikose katika kipindi kijacho. Mada yetu imeishia kwa siku ya leo. Kwa hiyo usisahau kucomment, kushare, kulike pamoja na kusubscribe. Karibuni sana, muendelee kujifunza pamoja na sisi katika vipindi vijavyo. Mmebarikiwa. Amina.